Sikiliza kisa hiki kizuri sana chenye uhalisia na mafunzo makubwa kuhusu vijana wengi wa zama hizi. Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 33 anasimulia kisa chake. Anasema, nilipokuwa nina umri wa miaka 24-25 nilikuwa ni kijana ambaye sijali kuhusu dini yangu. Kuswali ni mpaka Ramadhani, Ijumaa hainihusu mimi na bado ni Muislamu. Nilikuwa na mahusiano na wasichana wengi wasio wa halali, wasichana 4 watatu, na zini nao wala sijali. Na kesha nikifanya maasi katika maklab, nikinywa pombe, nikisikiliza miziki na kadhalika. Sasa nilipokuwa na umri huo wa miaka 25 nilipatwa na maradhi ya nafsi. Nikawa ni mtu mwenye hofu sana, mtu mwenye hasira nyingi. Siwezi kulala mimi bila kuweka music, bila kusikiliza music. Sikuwa ni mtu ambaye nina amani kwenye maisha yangu. Nikaendelea kuishi katika maisha hayo machafu yasiyokuwa mazuri, na muda mwingine nikaanza kuondoka katika nchi yangu, naenda Paris, naenda Thailand, ili kutafuta amani na kujifurahisha kwa kutembea na wanawake, kwa kuzini, kunywa pombe, kustarehe, kupata starehe mbalimbali ili nipate amani ya nafsi, lakini sikuwahi kuipata. Katika ziara yangu moja nilipokuwa nimeenda Thailand, nilikutana na kikundi cha watu fulani ambao tunafahamiana. Nikajuana nao, wakawa marafiki zangu wa ndani. Ndani yake kulikuwa kuna mwanamke mmoja mzuri sana. Mwanamke huyu nikaanza kuishi naye kama mke wangu, lakini tulikuwa tukizini, tukiishi maisha ya zina, na wala sijali lolote lile. Nikawa na starehe naye kwa sababu alikuwa ni mwanamke mchafu kama ambavyo nilivyo mimi. Baada ya muda kupita, binti huyu akawa amepotea machoni mwangu. Akapotea ghafla. Karibia wiki 2 simuoni, nikipiga simu yake haipatikani. Siku moja nikiwa nimekaa, ghafla nikapigiwa simu na namba ngeni. Wakaniuliza, wewe ni fulani? Nikawaambia ndiyo. Wakaniuliza, unamtambua binti fulani? Nikawaambia ndiyo. Una muda gani umeonana naye? Akasema hapana, kapotea. Nilikuwa naye lakini na ndani ya wiki 2 simuoni binti huyu. Wakamwambia pole sana, alipatwa na maradhi ya ukimwi, akawa amefariki na kuiaga hii dunia. Kwa hivyo tunakupa pole nyingi sana. Subhanallah. Kijana huyu anasema, nikachanganyikiwa, nikapata hofu kubwa sana ndani ya moyo wangu. Nikasema sijui nifanye nini, niende nikapime au nisiende nikapime, lakini sijui hali yangu. Natakiwa niende kwa daktari, natakiwa niende nikajue, je, na mimi nimepata maradhi hayo ya ukimwi? Nitaishije mimi katika jamii hii? Nitaishije kama nikiwa na maradhi hayo? Amechanganyikiwa, sawa? Akajikaza, akawa ameenda hospitali. Alipoenda hospitali wakampima maradhi haya, lakini wakamwambia majibu hayawezi kutoka leo, majibu yako yatatoka baada ya siku 10, uje uchukue majibu yako. Akamwambia daktari, hapana, na kuomba unipe majibu yangu leo leo. Je, nimepata maambukizi au sijapata maambukizi? Nijibu daktari, na kuomba unijibu. Akamwambia hapana, kutokana na utaratibu wa hospitali yetu na kutafuta utafiti mzuri, sisi tunahitaji ndani ya siku 10 kuchunguza, na baadaye tutakuja kukupatia matokeo yako, tutakutafuta. Subhanallah. Kijana huyu akarudi nyumbani kwake, anakwambia, niliishi ndani ya siku 10 kama miaka 10.
nilikuwa ni mtu mwenye huzuni kubwa sana, ni mtu ambaye mwenye hofu kubwa sana ndani ya moyo. Sina raha hata kidogo, sina raha hata chembe. Ni mtu ambaye mwenye mawazo, siwezi kulala, siwezi kula, siku 10 nzito sana ndani ya maisha yangu. Anasema ilipofika siku hiyo, siku ya 11, nikapigiwa simu kutoka hospitalini, wakaniambia njoo uchukue matokeo yako, njoo upokee majibu ya vipimo vyako. Sawa? Akasema sawa. Hakuweza kwenda siku hiyo, lakini usiku wake hakulala, na ndani ya siku 10 hizi alikuwa ni mwenye kumuomba sana Mwenyezi Mungu. Anamwambia, ya Allah, mimi nimekosea na kuomba usiniadhibu ya Allah. Na siku hiyo ya mwisho hakulala, alikesha akimuomba msamaha Mwenyezi Mungu. Anamwambia, ya Rabbi, nimekosea. Ya Rabbi, haya maisha tu ambayo nimeyaishi mimi ndani ya miaka hii kadhaa ni adhabu tosha kwangu mimi. Ya Rabbi, nistiri. Ya Rabbi, niokoe. Akachukua gari yake asubuhi, akaenda hospitalini. Wakati yuko barabarani, akawa anakumbuka yale maisha ambayo wanadamu sasa hivi wanaita maisha ya bata, maisha ya kuenjoy, maisha ya kumwasi Allah. Akawa anakumbuka wale wanawake ambao alikuwa akizini nao, akawa anakumbuka mara ya mwisho vile vitendo na zile bata alizokula, na huyu mwanamke ambaye amefariki na maambukizi haya ya ukimwi. Yuko kwenye gari, ana huzuni, mnyonge sana, anakumbuka vile alivyokuwa akimuasi Allah. Anafika hospitalini, anawaangalia wagonjwa wengine wana maradhi ya kawaida, wanatabasamu, lakini yeye ni kama maiti aliye katika vazi la mtu aliye hai. Subhanallah, ana huzuni kubwa, anatamani kulia, moyo unabana, unaumia, hajui afanye nini. Kafika pale, nesi anamwambia, subiri hapo, utaitwa na daktari. Anasema nilipokuwa nimekaa pale, nikawa nasema zilaaniwe zile siku zote mbaya ambazo nilianza upuuzi, zilaaniwe zile siku ambazo sikuwahi kuswali hata rakaa moja, yalaaniwe yale masiku ambayo nilikuwa nikimuasi Allah. Nitaishije mimi? Nitaishije? Sijui tunaelewana. Mpaka hapo yeye anajua kabisa mimi tayari nimeishapata maambukizi, na kama ingekuwa sio hivyo, basi daktari mimi wakati amenipigia simu wasingeniambia nije huku, lakini wameniambia nije ili wanipe ushauri nisifanye jambo baya. Mimi nimeisha athirika. Basi akawa anaumia sana ndani ya moyo wake. Mara ghafla akaitwa na daktari, akaambiwa njoo fulani bin fulani. Akasema naam. Daktari akamwambia kheri, akamwambia ndiyo, karibu. Akamwambia bwana, mimi nilikuja siku fulani hapa kupima. Nilipokuja kupima wakaniambia nije baada ya siku 10. Kwa hiyo nimekuja kusikilizia majibu yangu yanasemaje. Subhanallah. Daktari akaangalia faili lake, akafungua, akawa anageuza zile karatasi. Kijana anasema moyo wangu unadunda sana, moyo wangu unaumia, natamani kulia. Mara daktari akamwangalia huku akitabasamu, akamwambia abshir, jibashiria kheri, wewe haujapata maradhi hayo, hauna maradhi hayo. Akamwambia daktari, rudia tena, sijakusikia vizuri. Akamwambia wewe haujaathirika, kikubwa itunze nafsi yako, itunze afya yako ili uwe ni mwenye afya njema daima. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi ni khairi iliyoje hii. Anasema alifurahi sana, na anasema kuanzia siku hiyo
hakuwahi kukosa swala hata moja katika maisha yake. Hakuwahi kuacha kufanya ibada za sunna na kutoa sadaqa. Mtu huyu akawa ni mtu wa kusoma Qur'ani na kushinda msikitini. Anasema zilaaniwe zile siku mbaya zote ambazo zilininyima amani kwenye maisha yangu. Amani nilionayo toka nimeanza kumtumikia Mwenyezi Mungu sikuwahi kuipata kabla kwenye maisha yangu. Sitamani tena kurudi kwenye maasi. Walaaniwe wanaofanya maasi. Zilaaniwe zile siku mbaya ambazo nilikuwa nikimkosea Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar. Ndugu yangu, ni mara ngapi Allah kakuokoa wewe kutokana na madhambi, kutokana na mitihani uliokuwa umeifanya ambayo ingeharibu maisha yako, lakini Allah yeye kakuokoa. Ni mara ngapi wewe umemkosea Mwenyezi Mungu, lakini bado yupo anakustiri, haja kufedhehesha kwa waja wake. Mara ngapi? Mara ngapi? Lini utatubia na kumrudia Allah? Lini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibna Adam, ewe mwana wa Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ewe mwana wa Adam, hakika ukinitarajia mimi na ukaniomba mimi, nitakusamehe madhambi yako yote ulionayo, wala sitojali una madhambi kiasi gani. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ewe mwana wa Adam, laiti madhambi yako yatafika kilele cha mbingu, kisha ukaniomba msamaha mimi, nitakusamehe bila ya kujali, wala sitojali, nitakusamehe mja wangu. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwana wa Adam, ikiwa utanijia mimi na madhambi yenye kuijaza hii ardhi, kisha ukakutana na mimi ukiwa haujanishirikisha kitu chochote kile, mimi nitakujia na msamaha wenye kuijaza hii ardhi. Allah ni mwingi wa huruma ndugu zangu. Haijalishi umekosea mara ngapi, rejea kwa Mwenyezi Mungu, sawa? Rudi kwa Allah. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sema, enyi waja wangu ambao mmechupa mipaka katika kumuasi Allah, mmechupa mipaka katika kufanya madhambi, msizikatie tamaa rehma za Mwenyezi Mungu. Hakika ya Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe madhambi yetu yote. Ndugu zangu katika iman, hakika ya Allah ni mwenye kusamehe madhambi yote. Tusikate tamaa. Badilika leo, usisubiri kesho. Badilika leo ndugu yangu, badilika, badilika. Mashaallah. Ana Yasin Al-Haythami, Allah kubariki. Ona, subiri kwanza, usisahau kusubscribe chaneli yetu nzuri, sawa?